tuendelee kukujuza yanayoibuka na kugonga vichwa vya habari. Na data kutoka kampuni ya kusambaza mafuta nchini KPC zinaashiria kuna mafuta ya kutosha nchini, huku kukiwa na malalamishi ya uhaba wa mafuta katika baadhi ya maeneo. Haya yamebainika baada ya kamati ya kawi katika bunge la kitaifa kuzuru kampuni hiyo. Mwenyekiti wa kamati hiyo David Gikaria ameelezea wasiwasi wake kuhusu uhaba huo, huku akiomba muda zaidi wa kukamilisha ripoti yake. Kama Winfrey Owino anavyoripoti, mbunge wa Kiharu Ndindi Nyoro ameshauri serikali kuwapunguzia mzigo wa Kenya, huku bei ya mafuta ikitarajiwa kupanda. Kamati ya kawi bungeni ilifanya ziara ya kutafuta ukweli katika makao makuu ya kampuni ya mabomba ya mafuta Kenya Pipeline jijini Nairobi, kuchunguza hali ya akiba ya mafuta nchini na kubaini iwapo mafuta yasiyofaa yaliingia sokoni. Huku kukiwa na vilio vya uhaba wa mafuta nchini, data katika chumba cha udhibiti cha Kenya Pipeline zinaonyesha kuwa nchi ina mafuta ya kutosha kwenye hifadhi yake. Hata hivyo, bado haijabainika iwapo mafuta hayo yanayodaiwa kuwa chini ya kiwango yaliingia katika soko la Kenya. Just about to conclude our findings on these irregular import that came, and of course the other two vessels, as indicated by Waziri yesterday. He indicated that they never docked. Meli ya MV Paloma ilitia nanga Mombasa kati ya Machi 27 na Machi 29 na kuleta shehena ya mafuta ambayo imezua gumzo nchini. Serikali ilikataa shehena hiyo Aprili 7 na mnamo Aprili 9 meli hiyo ya MV Paloma ilikuwa Port Victoria nchini Afrika Kusini na inatarajiwa kuwasili Gilberta Aprili 26. Hayo mambo ilikuwa inafanyika, haikuwa inahusu wa Kenya kwa njia yoyote. Hiyo kushikwa kwa hao viongozi haikuwa kwa sababu wa Kenya wanaumia pahali, ilikuwa kwa sababu ya biashara. It was purely about business. Lakini aliyekuwa mwenyekiti wa kamati ya bajeti na makadirio Ndindi Nyoro anasema serikali inapaswa kulenga kuwapunguzia Wakenya mzigo wa bei ya juu ya mafuta kupitia ruzuku, kuondoa ushuru wa VAT na kupunguza tozo mbalimbali. Na kabla waambia Wakenya maneno yoyote kuhusu mambo ya Iran, the government must also take responsibility that they have a 50% chance on influencing fuel prices in the pump. Because the pump prices that Kenyans pay, 50% are made up of taxes and levies. Saa chache tu kabla ya mamlaka ya kudhibiti nishati na mafuta IPRA kutathmini upya bei ya mafuta, hofu ya uhaba wa mafuta ilionekana wazi katika vituo vingi vya mafuta jijini Nairobi, huku vingine vikiweka ukomo wa ununuzi wa shilingi 500 pekee. Kwa takriban wiki mbili sasa kumekuwa na mchakato kuhusu uhaba wa mafuta nchini. Hata hivyo, data ya Kenya Pipeline inaonyesha kwamba taifa lina mafuta ya kutosha. Je, ni nani anahodhi mafuta? Winfrey Owino, KTN, Nairobi.